Utatupe countdown. Ni run time. Sawa. Cameras. Kwako in the count of 3, 2, 1. Iria wanyonirie kuhoya nidakenire ndamenya kure bata wakwa kuriwe iguru ni kuri Ngai uiguaga mundu tituhuguturagia ndu geta na iguru tituhuguturagia ndu gathaitha Ngai. Amazing. I tell you, and I thank the Lord ya kwamba amekuwezesha kuona na wakati mwingine ndani ya makala haya uhalisia katika runinga hii ya MBCI, na kama vile ambavyo tuliweza kukubaliana katika wiki jana ni kwamba hatungeweza kupata ushuhuda wote wa mwimbaji wa nyimbo za Injili Njeru Thiga about his journey. And of course last week tuliacha kichwa kikiwa kimekwama katikati ya migomba ya ndizi kwa sababu bangi ilikuwa imemfanya mpaka ingemshika tu kama jambo ambalo alikuwa analifanya, alikuwa anafanya hivi atashinda hivyo. Uliona wiki iliyopita. And we are here this week here because now we want to see how God came through for him, and today tunamjua kama tunavyomjua. Ndivyo ujue ya kwamba no matter how deep umeingia katika mambo, Christ can still rescue you and make you whole again. Kwa sababu Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai juu mbinguni, aliyekufa pale msalabani, huwa habadilishi nusu, anabadilisha mara moja na ya kutosha. Amen. Njeru Thiga. Yes. Karibu tena katika wiki hii. Asante. Of course last week hatungeweza kumaliza yote. Yes. But tuliacha kichwa kwa migomba ya ndizi. Hapo. Yeah. Lakini tunashukuru Mungu kwamba ameniwezesha Kabisa. and toka hapo Mungu amenibeba mpaka leo ya kwamba siko huko. Hata wakati naongea hiyo mambo yote nimekuwa nikiongea. Ndio niwaambie mtu ambaye maybe uko na mtoto ambaye bado analemewa na mambo kama ulevi, banki, hizo madawa, nini hizo vitu zote. Nikwambia niko na ushuhuda kwamba inawezekana kuacha na kuacha kabisa. Kwa sababu you are a real testimony of how God changes people. Na nimesaidia watu wengi wameacha kabisa na wamekuja kwa Yesu. Amen. And mimi sikukaa hapo kwa ndizi. Nilikwambia ilikuwa ninachimbua mawe. Nikichimbua hivyo hiyo mawe, hiyo mchanga nione tu imechange kara nyingine. Yani ilikuwa inaniuliza wakini rafiki, unaona venye huku kumekaa, huku umechimba hebu anga, yani unapaka inalizo vitu vingine. Hebu ona kule mbele ya kukai hapa. Inaniambia jaribu kufanane. So nitachimba, ni watu niliwalimia mashamba. Nililimia watu mashamba ndio ati nini zifanane. Hata ninaambiwa inanionyesha hata nilima nitumia nguvu zangu sana. So ulikuwa unasikia sauti inakuzungumzia? Yes, inaniita, inaniongelesha wakini rafiki, kumaanisha rafiki. So nilifanya hiyo. Baadaye kuna mambo mingi sana ambayo nimepitia katika mambo haya. Mimi nikisalimiwa Jero habari sikuwa nasikia saa hizo. Ilikuwa inashika inakaa nikitembea kutoka kama hapa mpaka like 500 meters ndio inaachilia salamu. Nasikia Jero we mwega. Nasema niko yani mzuri, lakini sijaona mwenye amenisa. Na mwenye alikusamia hata alienda. Ameenda. So ilinitesa hivyo. Hata mamangu alikuwa ananiambia, Jero amka ukule. Inanishikia tu. Inagoja wakati wamelala. Ndio ninauliza, sasa mmeniita saa hii nikule tena mmeenda kulala. Kutoka wakati tulikuita Jero. So ilinitesa hivyo. Sasa kitu baya sasa mambo venye ilioneka imeambika ni hapa. Wakati nilikuwa niko kwa maybe pahali na marafiki. Mimi sikuwa nasikia mambo venye inaendelea. Hata saa hizi kuna mtu ananitazama lakini akili haziko hapa. Nakwambia nilikuwa nina watu wanacheka, mimi niko hivi. Watu wanakula story, mimi niko. Unaona tu anaanguka na kicheko lakini wewe sishiki. Mimi ya zangu nimeshikiwa. Nikaletewa tu. Inashika kila kitu. Hata ni vile MC anachekeza kwa event.
Huko tu. Mimi siwezi. Mimi nimeshikiwa kicheko changu. So wacha niondoke sasa, wakati niko peke yangu maybe nakula. Ndio watu watasikia pwa. Nimecheka. Watu wanasema, "Haya." Sasa hapo ndipo nilianza sasa kujiongelesha. Nakumbukana siku moja nilikuwa nakula maembe karibu na nini? Karibu na pahali ambapo huwa ni tumefuga nyuki. Yeah. Na ninakumbuka hapo nikicheka peke yangu. Na ninakumbuka vizuri sana nikisaidiwa, watu wananiangalia. Na hapo ndipo nilianza kusaidiwa na watu. Naambiwa, na sio ati kunisaidia vile ni kusema kama kucheka. Wanasema na wewe utatupa bao. Na wewe utatupa bao. Kwa hata kwenye ulikuwa umefika ulikuwa unaelekea hapo by the way. Yes. Na kwa pia siku moja sasa ya mwisho ndio niseme sasa nitoka how God came through for you. Sasa ile baya tena ingine niko kwa tulikuwa unajua vijana wote walikuwa wanaenda nyumbani, vijana ndio uchimbia kaburi ndio wazike mwili, ndio mchungaji akija aweke mwili chini. Sasa mimi nimeenda kwa pahali tumechimba kaburi, ndio sasa tugojee mwili uletwe. Baada ya kuchimba tumepumzika hivi sasa tunakula, kuna mchele inakuliwangwa kwa shimo. Sasa mmemaliza kuchimba wenye tulikuwa kwa shimo kwa vijana wenye walichimba shimo. Sisi wacha nikuambie, nimemaliza kuchimba mwili, bahati mbaya uliletwa, nikaona nikiwa kwenye nilikuwa mwili umeletwa pale juu. So na pasa hajafika. Lakini hapa tukichimba mimi nilikuwa bado ninachapa kitu yangu. Na tuko nao walikuwa wanachapa. Sasa bado so ni wavuta bangi wote. Wengi wao. Sio wote lakini wengi wao. So tulipomaliza ikaniambia wakini rafiki. Na mimi by the way nilikuwa najibu kila wakati kiniongelesha, nilikuwa most of the times nasema umeongea vizuri. Umeona vizuri. Ni maoni mazuri. So siku moja wakati huyu ikaniambia, "Jeo, wakini, si umeona venye mwili umekuja ni nani wanarudishanga mchanga kimwili kizikwa?" Nikaona kweli ni sisi. Sasa kwani ni nini mnagoja? Si wende mchukue mwili mweke kwa kaburi, badala ya kwenda kwanza kuoga kwa mto. Tulikuwa tunaogea kwa mto. Baada ya kuoga kwa mto, alafu tena muje na nguo zingine safi, tena ndio mrudishe mchanga. Si mfanye mara moja sana. Si muziki mchimbe mmaliza kuchimba Si mmekula endeni pale sasa, mbebe mwili, jifanye pasta, muzike, alafu sasa muende mkaoge. Sasa mambo zingine hata siongea kwa media. Juu sio mimi nilifanya, lakini kile picha bado watu wa area, mpaka my brother siku moja ameniona kwa media akanisema, "Kwa nini usemangi venye mlifanya?" Lakini hiyo yote Mungu alisaidia. Did it happen? Abu water Hapana. Sasa haiku happen, it happened. Tulienda sisi tukawa bahati ile inayokuwa bahati mbaya ama mzuri. Sasa huyu mwenye alikuwa amekufa hakuwa sasa ako sana deep kwa kanisa. Sasa sisi wakati tulimalizia ndio kelele ikafanyika, baada wakati mbali amekuja na nguo. Amekuja sasa. Wakati pasa anakuja ndivyo sasa ibada ianze. Sasa amepata sisi hiyo mambo tulimaliza. Hiyo kitu ilikuwa inaniongelesha na nikiashare na watu wengine wanasema, "Haya, it's an idea." Yes. Wote wanasikia. We can do it. Yes, hivyo ndivyo tulifanya. Jesus. Baadaye sasa ndivyo nilikaa huko nikawa na vitu vingi sana zenye naweza kuambia. Vituko mbaya. So by this time hata nakumbuka kuna wakati uliwahi kuwa Nairobi. Hata kama unajua niko mbaya kabisa. Unajua ni kichwa yangu sasa imeingia huko. Na hakuna wakati jioni moja ama siku moja nilikaa mtu wa kawaida. Niko mrevi, niko bangi, niko kila kitu. Yaani hakuna. So nilipoona siku moja nikaenda nikafanyia mtu kazi, nikapewa 200. Nikaona niko na pesa ya kwenda Nairobi. Mtu mmoja akaniadvise, akaniambia, "Wewe utakufa. Utauliwa hapa na watu.
juu kuna ni vitu zingine hata siwezi ongea hapa kwa TV. Alright. Lakini nikaambiwa na mtu, wewe utakufa. Juu babangu ajui hii, mamangu anafichwa kabisa. Lakini babangu alikuwa anasikia fununu, maana juzi amesema tulikuwa tunasikia fununu kwamba amejoin vikundi kadhaa huku, vikundi ambazo zinatuzubua. Kaambua wewe. Babangu sasa akaja akaniambia mimi nitakuwa kwanza. So anasema hivyo lakini hako sure. Maana kuficha nilikuwa namficha sana. Anasema based on fununu anasikia na huko. Na hawa watu na unajua amenipeleka kanisani na kunisaidia sana. Yes. Lakini baadaye ndio nilipata tu pesa, sasa sikuambia mtu. Nilipopata hiyo 200 nilijificha nyumbani. Hakuna mtu alijua kwenye nimeenda. Nikaenda tu venye nilikuwa. Sasa nikarudi Nairobi. Niliporudi Nairobi, ni kitu ya kwanza nilipofika Nairobi, ninasikia nitapata kasigara wapi. Ndio at least nigonge juu sina pesa na nimefika. Kwanza nikapanda pahali sigara, baadaye jamaa mwingine hapo akaniambia tunaweza kukuonyesha pahali utatumia kufungua rock. So nikaenda nikanunuliwa pombe zangu na nini, alafu sasa nikawa mkaaji sasa wa huko. Mimi nimekuja Nairobi, niko na pesa, sina nitakula nini? Uko na kwenye unakaa. Sasa sina hata hiyo, ni maisha nizoea. By the way, ni venye tunaweza kata story. Maisha ya kuzoea seri ilikuwa kwangu ndio mzuri sana. Kama hata saa hizi unajua watu wanatisha watu, tutakupeleka jela, tutakupeleka wapi. Mimi nilikuwa level kwamba sasa hiyo jela si nitalala ndani pahali, si nitakuwa na pahali nitalala kwa nyumba. Sasa si ndio hiyo mzuri sana. So nilikuwa hakuna kitu ambacho mimi nilikuwa nina sasa hizo hata kinitisha na nini. Ile kitu na unaona kuchapwa sasa nilikuwa nimechapwa mob mara kama 2. Ukifanya nini? Sasa kuna tu vitu vingine nimefanya tubaya. Siku moja nilikibizwa Timboroa na Wamaasai. Timboroa ama Timboroa? Pumwani. Sasa naongea hivi watu wa Pumwani wanajua Timboroa. Nikibizwa. Nikashikiwa kwa nini inaitwa Gadhanga. Ilikuwa garage. Ilikuwa inaitwa Gadhanga na Wamaasai. Kamata yeye na kubwa sana. Koka hiyo sijui walikuwa wananiita nini. Na kubwa sana. Ameanza kutoka wande ya kumani. Akapenda unajua hiyo yote ndiko inajulikana kama Wakanyamu. Tena unajua nimekuja Nairobi nimeharibika zaidi. Kila majengo nimeingia, mashimo yote ya shangaa huko wananijua. Nikibisha hivi nasema Wakanyamu, ungesema Wakanyamu wanajua ni mimi, sio polisi. Kila pahali yeye hii jinga masubwa anaibia paka watu. Siku ingine yeye na nyonga msepare kamata yeye huwa hii kibi. Na mimi nilichapwa. Nikitoka wana tembea. Ndio utaiba tena. Baadaye sijui nilikuwa inanishika narudi tu huko. So story zangu ni kubwa. Mambo zangu zenye nimepitia ni mingi sana baya. Lakini nakumbuka mchungaji mmoja alikuwa anaitwa Karuga. Alikuwa ananitembelea nikiwa mlevi. Kwa hizo street tu? Hapo kwa street. Hapo anania maana kuna mtu mzee mmoja nilinyonga hapo nikiwa peke yangu. Alikuwa anaitwa Masharia. Nilimtime akipita. Huyo mzee hata sijui alishuhudia kuna jamaa alishika akiwa peke yake. Lakini hakuwa na kitu. Ukachana na yeye. Mambo yenye nimepitia. Mtu mwingine wewe. Mtu mwingine mzee mwingine Kamukuji kwenye sasa ninafanyianga kazi. Ameniuliza, aliniuliza, wewe sio wewe ulinironga isi. Unataka kuniambia nikasema ni mimi. Anaitwa Wajabra. Simu mwambie ni mimi. Nilijamaza tu lakini ananionaga hata sasa hivi anasema. Hata nikifika nikumoja nimeenda hata PCA Kayole. Wakati mtu mwingine tukiingia hivi kwa gate. Sasa wakati tu nilianza vibati. Nikasikia ndio hicho mtu kilitunyang'anya simu. Pale
pale PCA. Sasa lakini hizo mambo zote zilikufa. Niliokoka. What did you do? Wakati ulisema ndio kibutu. Nilifichwa na kina watu wa Guys. Na by this time umeokoka. Sasa nimeokoka. Lakini sio picha bado inajua. Unajua mimi sasa, unajua ukiwa bangi ukifanya auogopi. Unajua hata vitu zingine hata saa hii na abi wangu. Mimi wacha nikwambie mara nimetembea Nairobi nikiwa venye nilizaliwa. Nairobi bila gua hata moja. Nikwambia ni venye sasa hatuwezi tushia. Nimetembea kutoka huko Garissa, ninapanda nikiwa barabara na mimi naona niko smart. Hakuna kitu inanikumbusha sina nguo. Yes. Na hiyo ndio ilipasa pahali nilipoteza ile kukumbuka watu. Ni mara mambo mingi mtumishi wa Mungu, ile mambo tulipitia, ile mambo tumefanya, sasa ni mambo mingi sana na hata siwezi kumbuka zingine maana unajua zingine tulioshwa. According to the way unatupea your life story, ni kama every single day, every single minute, every single second, shetani alikuwa amekuwekea mtego akuondoe because he knew the potential that was in you, na alikuwa anajua akikuachilia you'll be this person that we are seeing here today. Ni kama maana every day nilihakikishwa kwamba kuna rafiki amenitembelea na pombe, every day amenitembelea na pombe, amenitembelea na idea. Mimi wacha nikuambie, unaona hata wizi, nafikiri Mungu ndiye aliniokoa. Mimi wizi ule sasa wizi sugu, nilikuwa tayari nimebagain na mtu. Mambo sasa ya kuingia katika sasa ule wizi sasa ukuwe mwizi sasa jambo kazi sugu. Sasa kuna wizi wa silaha sasa. Tayari nilikuwa so you were just ready. Vitu hizo nilikuwa nimezi access, lakini nataka kukuambia Bwana Mungu abariki Karuga. Karuga. Amekuja wakati niko hivyo, ananiambia mimi brother nakupenda sana. Nashangaa. Mtu kama mimi kuna mtu bado anaweza kunipenda. Nashangaa. Ananiambia mimi napendanga wewe. Yaani wewe you a man of God. Na mimi unajua nilikuwa nadanganya watu. Hata vitu baya. Mimi nilikuwa nadanganya watu nitawaoshea niko na dobi. Nguo zao naziuza na zingine na zenye nimeosha nilikuwa naziosha na maji ya sewage. Na wafulia na waletea. Jero. Bwana nilikuwa nimeandika na makaa. Pale unaona pale katikati ya vioski. Nilikuwa nimeandika hapo na makaa. Bangi tu inaniambia you are a good sign writer. Na iliniambia ukiandika wataona. Ninaandika Gacheros Super Dobi. Na waliona. Wao wanaona, wanacheka. Na mimi nafikiri ni kulipa pongezi. Lakini ni kuona imeandikwa na makaa. Nilikuwa naoshea manguo na sewage. Mungu nisamehe. Umetoka mbali my friend. So Karuga anaendelea kukwambia mtumishi wa Mungu huyu wewe unaweza. Wewe ni mwimbaji. Siku moja mimi ni mtu napenda ile ilikuwa ya ngoma ya hivi. Si ameniona ile TTV. Hiyo. Sasa siku moja nimepita karibu na hapo nikasikia imelia pahali kanisa fulani Pumwani. Nikasema hii lazima nitafute hii kitu. Nikaingia kanisani. And sasa kabla ni join niingie hii Karuga sasa amenialika sana. Na siku moja mtu sasa hizo nimemaliza mambo ya jera. Kuna mtu ameniita akaniambia kuna watu wanapanga kukuua. So nilikuwa ninaambiwa na huyu Karuga. Alikuwa ananiambia ndugu Mungu anakupenda, wewe unaomba hivi. Mungu usiwache nikufe kama sijaokoka. So kila wakati mimi nilikuwa naomba hivyo. Mungu usiwache nikufe kama sijaokoka. So si nimeambiwa nitakufa. So si niende niokoke ndio nikufe. Alafu unajua kufa sio kitu sasa ilikuwa inanisumbua. Sasa hiyo ni nini? Nilikuwa tayari hata ukiniua si sawa. Sasa nimeenda niokoke juu ninataka kufanya nini? Kuuliwa. Sasa hapo ndipo nilienda nikamwambia sasa niombe. Alafu nipee ka Bible. Ndio sasa nikufe kama nimeshika Bible. Juu sijui ninauliwa aje. Sasa ndipo nikapiga magoti na huyu jamaa alikuwa anafanya kitu mzuri. Alikuwa na akiona siko mlevi, alikuwa ananilebaia maziwa na mkate. Mara nyingi sana. Juzi tu ndio nimeambiwa maziwa
yeye unajua yeye bereni na yeye alikuwa mtu kama mimi. Sasa ndiye niliambiwa na mtu juzi. Ati maziwa ilikuwa ya kuteremsha. Kuteremsha bangi. Sasa jamaa alikuwa ananisaidia ndio at least neutralizing the bacterial senses. Yes. Yeah. So ni jamaa alienda akaniombea na nikaokoka. Na hapo ndipo sasa nilianza safari. Jamaa kunifundisha rahisi. Kuokoka tu alijua nitarudi. Okay, siwezi kusema niliokoka mara moja. Lakini niliendelea saa zingine ninasikia nitakufa. Wacha nigonge kidogo, nijificha jamaa, alafu ninakuja jamaa hakunifukuza. Aliniambia najua kuna kitu umetumia. Lakini wewe umeokoka. So, alikuvumilia kwa sababu anajua kwenye akanitafutia akaniambia wewe sasa wewe saa zingine unakuja hapa. Kumbuka kwamba niko katikati ya kiosk. Sijatoka pale. Hapo ndipo unakaanga. Nimeokoka nikiwa kwa katikati ya kiosk, unalalanga nje. Panajulikana na watu walikuwa wanajua hata sasa hivi wenye wanajua Pumwani ilikuwa inajulikana ni kumbaya. Ile hapo Pumwani maternity ilikuwa inajulikana hapo panakuanga pambaya. Juu lakini mimi sijui kwa nini palikuwa pambaya. Nilikuwa tu nasikia ni pambaya. Ulikuwa na its home. Ni pazuri. Hata wakati nilitoka hapo walizirudi kuanza kusema pamekuwa pazuri siku hizi. Hata mimi nilikuwa nasema hata mimi na wao. Ni kweli Pumwani ni pambaya. Juzi nimeenda hapo wanasema sasa ile ilikuwa mzuri. Na mimi nasema tu ilikuwa mzuri. So kwanza anyway, so ukasikia this church wanapiga and you got in. Yes, sasa baada ya kuombewa na huyu karoga nimeenda church nimeokoka. Nikapata mama huko. Alikuwa mama akanishika. Huyo mama ndiye ninaibianga. Nasema kuna mama alikuwa ananiambia wacha haraka ya mambo. Hebu imba hapo. Hebu ujia wajiraga. Murutiga gutengerera maundu eterera Ngai. So nimepata alikuwa senior elder. By then hakuwa pastor and mchungaji ambaye alikuwa anajulikana kama Bishop Gerson Njoroge. So nimeenda chini yake wakaanza kunilea. Wameniinua alafu baadaye ndio sasa huyo mchungaji akablesiwa na askofu akaanza ministry. Alipoanza ministry na mimi unajua sasa ni yeye mamangu. Nilimfuata. Sasa akaanza kuni encourage. So nilikuwa naimba nikiwa kwake. Sasa uimbaji wangu nitakwambia sasa pahali ulianza. Niambie because I know we have 7 minutes. Uimbaji ulitoka sasa uimbaji mimi ni mtu nilipenda Philip Kimani. Philip Kimani Aba. Sasa umefanya vizuri, umesema Aba. Mimi nilianza uimbaji kwa sababu ya kupenda wimbo huo wa Aba. Nikafikiri na nilitaka kuimba kama Philip Kimani. Philip Kimani alikuwa naimba Aba, Aba, Aba. Nikachunguza ni kwa nini nyimbo zake zinapendwa. Nikajua ni juu ametafuta kijina fani amempatia Mungu. Aba. So na mimi nikasema basi nikafanya nitatafuta maandiko vizuri. Bahati nzuri nikapata Psalm 68 verse 4. Nikapata lugha ya Kikuyu inasema jina lake ni Jah. Alafu nikatafuta King James version. His name is Jah. Nikasema juu mimi nikiokoka nilikuwa na dreads. Nikasema sasa nitaibia huyu Jah. So Jahu na nitaka wimbo yangu hit kuliko Aba. Sijulikana kuliko Aba. So nikasema Aba imeibwa, Aba imerudiwa mara ngapi? 2. So nikasema wacha nirudie mara 4 hit times 2. Yaani Aba. Si nimesema Aba, nikasema na mimi nikaenda kwa mtu producer. Nikamwambia niko na wimbo unaimbwa Jahu, 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 Jahu. Akaniambia brother utauawa na watu. Kwa nini wakope wimbo ya Philip Kimani? Nikamwambia nifanye nini? Akaniambia enda utengeneze nini? Sauti isikuwe kama nini. Nikamwambia kitu siwezi change. Lazima nirudie mara 2. Ndio ifanye nini? Hit kuliko ya Philip Kimani. Nikaenda sasa ndio nikatengeneza Jahu, Jahu. Nikarudia tu mara 2. Jahu, Jahu, Jehova ndiwe. Ikakuwa sasa ikaona sasa imekuwa nikampelekea mtumishi wa Mungu Wanyeke. Ndio sasa alinitengenezea.
lakini haijawahi hit. Iko tu tunangoja siku moja itakuwa hit song. Jesus Christ. Hapo ndipo nilianza uimbaji. Ulianza uimbaji hivyo? Katika hiyo CD nikaimba wimbo wengine ulikuwa unasema je tukare generero ndithu. Hiyo ndio acha nifurahiwe na maadui. Lakini sasa hiyo ndio ilipendwa na watu. Sasa si kuchezwa sana katika media. Okay. Sasa wakati niliimba wimbo unajulikana kama Kahoa. Yenye tulianza nayo last week. Yes. Ndio sasa ilinipatia jina na nikaanza watu sasa kunipenda na kupenda uimbaji wangu. Tena kumbuka watu hawakuamini kwamba nimeokoka kabisa siku hizo. Watu wameanza kuniamini wakati sasa nimeimba nyimbo. Wanaona niko serious na Mungu. Transformation. So by the time Kahoa huu wimbo unakuja sasa, even spiritually umekuwa mature in a way, the understanding yenye ulikuwa nayo kitambo sasa umeanza kujua njia za Mungu, mtu anatembea hivi na hivi na hivi. Yes. Na sasa hata ule umeshikwa mkono sana na Karuga na mchungaji. Yes. Na sasa mpaka sasa tunaona Njeru ambaye tunamuona hapa. I know that we have 4 minutes, yeah? But kuna mtu ambaye anatazama hichi kipindi. And most probably ndivyo anataka kuingia katika mitego uliokuwa ndani yake. Yes. Ama mwingine ameingia lakini hajafika kiwango ambacho ulifika. Ama kuna mwingine aliingia na akapita hata kiwango ambacho ulikuwa ndani yake. In a minute, address that person looking at that camera. Mimi nataka nikuambie hivi. Mwambie. Sio pafu mbili za bangi. Moja tu ilifanya kichwa changu kisiwe kinakumbuka mambo. Moja tu, kuna vitu ambazo mara moja tu zilichange katika maisha. Na mambo mingi sana ambayo nimepitia ni gharama kutoka kuliko kuingia. Afadhali saa hizi kungali mapema useme sitatumia. Tena kuna mtu ambaye uko ndani. Nilijaribu kuambiwa nitumie dawa, nitumie majani fulani, nitumie nini, haiwezi. Lakini wakati nilianguka mikononi mwa upendo. Hallelujah. Hata wewe ambaye unanitazama, unajua mtu kama huyo. Mpendeni tu. Kumpenda ya ile kabisa. Upendo ndo ulinibadilisha. Nikapendwa na mtu akaniintroduce kwa upendo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Baadaye ndio sasa huo upendo lakini huyo mchungaji Karuga alinipeleka ile fasting mbaya. Aliniambia lazima ufunge siku 4 kwanza. Siku 4 kwanza hiyo kitu ishe. Na ni kweli. Tu mimi nimeenda nimefunga. Sasa kufungua ndio hakunifundisha. Nilifungua na chapati 4. Chapati 4. So hizo tunashukuru Mungu kwa sababu ya time. Lakini tunashukuru Mungu kwamba baada ya sasa hiyo safari yote niliachana na hizo vitu. Nahubiri na ninampenda Yesu. Hallelujah. Na nafanya biashara. Mungu amenipatia mke na watoto wawili. Glory to Jesus. Ukiangalia safari yako vile ambavyo imekuwa na kule ambako umepitia na vile ambavyo shetani alikuwa amekulenga, and I know ya kwamba through you hata jamii ya kwenu wameanza kuona kwa kweli kuna Mungu ambaye huleta mabadiliko katika maisha, kwa sababu wewe kama mmoja wa wanafamilia ile wameona kupitia kwako. What do you normally tell God? I think kuna kitu kile kikubwa sana mimi naambia Mungu. Kwa sababu pengine nimpatie Mungu. I give God my love. Nimpatie tu. Maana sasa saa hizi unaona Kenya niko nacho everything ni Mungu tu. Mimi hakuna venye ninaweza watu wetu kila mtu watu wanaona upendo wa Mungu. Na hakuna mtu mwenye anaweza kusema. Unaona sisi kwetu nimekuambia venye kulikuwa. Hakuna mtu aliintroduce. Unaona hata kwa media hakuna mtu aliintroduce. Hakuna mtu anaweza kusema mimi nilishika Jero mkono maishani. Hakuna. Hiyo vitu zote hakuna mtu anaweza kusema mimi nilishika yeye. It is only God. Yeye tu alikuja through for you. Hata nyimbo zangu kuchezwa kwa media, Mungu tu nilimuomba. Wacha nikwambie sababu kubwa ya kuimba niliyawanyonirie kuhoya nidake wakati ulinionyesha maombi nilifurahi. Ni kwa sababu mimi na jamii yangu isipokuwa ni kuomba hatuna any connection. Hatuna ngambo tunaweza ati kwenda kuna mtu anaweza connect. Hakuna serikalini, hakuna mtu mkubwa. Kwetu nyumbani sina background yoyote. Hata saa hii mimi ndio watu wanaita tajiri kwetu. Hakuna mtu, hakuna kitu kingine, lakini God. Kuna wakati ninafikanga mwisho
familia. Kuna wakati mtoto wangu aliambiwa sasa ile anahitaji kwenda kufanywa operation ya kitu kikubwa ambacho kilitusubua. Na mimi sina pesa. Nikaambia mke wangu tumuombe. Yaani mambo mingi sana in my life saa hii ni maombi tu. Hallelujah. Ni maombi. That is why mimi naweza kuambia mtu, unaona kuomba, mimi nimesoma vitabu ya mtumishi wa Mungu Apostle. Na mimi nafikiri na kuna vitabu vingi vyake is all about prayer. Na mimi kuna kitu ambacho kuna kipengele nilisoma pahali nikasikia kama unaopanga haupiti risali moja au hujawahi kuingia kwa maombi. Kuomba lazima uombe zaidi ya risali ndio upenye ndani. So hiyo ndio imenibeba. Maombi peke yake, na kula maombi watu wamenisikika vibaya. Ni watu hata saa hii wananiitanga nikienda nijiseme hivyo, hata kuna watu wananiambianga hatuwezi kukuamini. Hata kuna mtu mwingine niliiba pahali nikitansi Yesu amenifanyia, wanasema ai kweli na irurumuki. Sio hiyo ile kitu mimi nawaambia kwa hii kamera, ile kitu nilitumia airurumuki. Haiko tena. Bwana Yesu aliniosha. Na kula maombi, na vaa maombi, na nimeoa maombi, nimepata watoto maombi, kila kitu ninaenda ni maombi. Hata nikisaini ninaongea ni maombi. Hata nikitoka hapa ni maombi. Kila kitu maishani mwangu isipokuwa ni kuomba. Mimi sina kitu kingine. Hakuna life nyingine. Niko fully dependent on God. Glory to the Lamb of God. Na umesema even other than uimbaji, Mungu hata amekubariki, kuna biashara ambayo unafanya. Maybe shortly. Saa hizi nafanya biashara, niko na biashara Kamukoji kule. Kamukoji karibu na Kamukoji police station. Hapo ndipo nimeweka biashara, nauzanga vitu hizi mali. Vitu kama vitu za simu, kama sasa unaona kama sasa hivi waibaji hawatwendi mahali. Na mtu akiwa mbali namtumia tu na namba yangu ya simu. Anapiga ile kitu anauzanga, ananiambia nauza hii, na mtumia pahali popote alipo. Vitu hizo mali. Hiyo namba unaweza peana? Namba yangu sana. Nitapeana hapa. Unaweza kuniongelesha kwa hii simu 0725 322 726 0725 322 726. Pahali popote ulipo tunaweza kusaidiana. Amen. Thank you so much. May God bless you. Ya kwamba katika wiki hizo mbili you have narrated how your life has been. Na pia umeweza kumfanya mtazamaji akaona ya kwamba kumbe zaidi ya hali ambayo niko ndani yake kuna Mungu juu mbinguni, na wanaomuita anawasikia. Na zaidi ya yote anawakomboa na watoa katika hayo mambo. Yanakuwa ni historia, kwa sababu sasa hivi hauitu yule Njeru ambaye alikuwa anajulikana wakati huo. Ni Njeru mwingine ndani ya Kristo Yesu. And we thank the Lord for you. We thank the Lord for your ministry. And we know ya kwamba unakokwenda ni mbali na juu zaidi, hata kuliko kiwango ambacho Mkenya yote yule katika ulimwengu amekujua nacho. Thank you so much. May God bless you. Mpenzi mtazamaji, I don't really think ya kwamba kuna kitu kingine ambacho ninahitaji kuongeza ndani ya wiki hizo mbili. That is why, do you remember about Kathy Praise? Do you remember about Mary Atieno? Do you remember about Ribbon Kigane? Some of these ministers of the gospel, the moment you see them singing, the moment you see them praising God and worshiping Him, there is a story behind that. And I know ya kwamba very soon, sooner than you expect, God is also going to give you a testimony. Kameti is my good name. Hadi next Sunday. Bye bye.